Na wasiwasi na Fadlu alivyoingia leo? Sina wasiwasi naye kwa sababu mpira una matokeo moja. Sisi kama Yanga kikosi chetu kiko vizuri. Yanga hata leo hii mimi nikapewa kuwa kocha wa klabu ya Yanga. Kwa vyovyote vile wafanye utaratibu, tupige supu pale Yanga kama kawaida yetu. Tulikubaliana tunapiga kichwani, kweli tumepiga kichwani pamoja na Maema. Sasa Maema jamani, kile kichwa alichopiga pale jamani, mmeona? Yule mchezaji Simba wamepigwa. Naam, mfuatiliaji wa channel ya Diksat Media, karibu kwenye uchambuzi wa Simba na Yanga. Kama ilivyokuwa kawaida yetu Diksat Media, kibanda kwa kibanda, leo tumefunga safari moja kwa moja mpaka kwenye kibanda kinaitwa Motela Soka Live, ambapo tutakwenda kuchambua watani wa jadi, yani Simba na Yanga. Tutakuwa na mashabiki wa Simba pamoja na Yanga, lakini na wadau wa michezo watakuja kutupa tathmini yao kwenye kipindi cha kwanza, bila kusahau kipindi cha pili, ili kupata uchambuzi wao. Na endelea kufuatilia Diksat Media, tutakuwa live hapa Motela, maeneo ya Mbalizi, soko juu. Umetisha sana. Msimbazi kali ya Kogolini Musa Pimpin Kamara, mabadiliko kwa mara ya kwanza Stanley Rushain Beruk, kijana mzaliwa wa Cape Town, Afrika Kusini. Naam, ikiwa ni Yanga dhidi ya Simba Kariakoo Derby, ngao ya jamii. Kama kawaida Diksat Media, leo tuko kwa Motela hapa, tunachambua soka na mashabiki wa Simba, Yanga pamoja na wadau wengine wa michezo. Lakini hapa niko na shabiki, yeye atatuambia ni shabiki wa timu gani, kisha tutaendelea na uchambuzi. Mambo vipi? Safi kabisa. Karibu. Asante sana. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Simba Sport Club. Tumeshuhudia mechi kipindi cha kwanza. Tumeona kosa za hapa na pale. Simba mpaka sasa on target 3, lakini Yanga mpaka sasa hawajapata on target hata moja. Vipi kwa upande wako na uchambuzi wa mwenendo mzima wa kipindi cha kwanza? Mimi nimechambua kipindi cha kwanza. Nimeona tumepata nafasi nyingi za kuzitumia, lakini hatujazitumia. Nimeona mchezo mzuri kwa Simba, pia na wenzetu nimeona mchezo mzuri, lakini sisi ndio tuna advantage kubwa ya kushinda katika mchezo huu. Unafikiri kwa nini Simba awe na advantage ya kushinda na si Yanga? Kwa sababu amemheshimu mpinzani wake, Young Africans. Amemheshimu. Ukiangalia, naam, ikiwa kibanda kwa kibanda Diksat Media, tuko hapa Motela Soka, tunapiga story na mashabiki wa Simba na Yanga na tathmini yao ya kipindi cha kwanza. Jina lako nani? Dunia Eleman. Unaionaje mechi ya Simba na Yanga kipindi cha kwanza? Mechi ukiangalia kwenye kikosi cha Simba, Abrazaki Hamza ameumia dakika za mwanzoni kabisa. Vipi kwa upande wenu, hauwezi kwamba ikawa ni mojawapo ya kosa ambalo linaweza kusababisha kupoteza mchezo? Hamna. Namshukuru kocha Fadlu, ana mabeki wengi wazuri. Kwa hiyo kuumia kwa Hamza sio kwa kupoteza mchezo. Tuna mabeki wazuri wengi sana pale nje, ndio maana tumefanya sababu ameingia Inspector Karabua. Tathmini yako safu ya ushambuliaji, tunaona nafasi kama mbili. Shomari Kapombe anakosa nafasi ya wazi, lakini pia Kibdi naye alikosa nafasi ya wazi. Kocha afanye nini kwenye kipindi cha pili ili ahakikishe kwamba timu ya Simba inapata goli? Kocha hamna sababu ya kufanya pale, ila kocha tu wape maelekezo, wao makini kwenye kufunga, kwenye kuscore, wao makini, yani wao na utulivu kwenye kuscore. Yani bado inabidi ongeze morali. Mase kama Kibu Denis, Dese Mkwara, Shomari Kapombe, ilikuwa ni nafasi kabisa ya wazi kabisa, ile ametunyima. Huyu ni shabiki wa Simba, yeye anasema kwamba ili timu yake ishinde, kocha Fadlu Davis anahitaji kuimarisha zaidi, kuhakikisha wanazitumia zile nafasi, kwamba wachezaji wanakuwa na utulivu. Asante sana, endelea kufuatilia Diksat Media kwenye uchambuzi wa kipindi cha kwanza. Uwe nasi mpaka tutakapo
maliza mechi, na kipindi cha pili pia tutarudi baada ya matokeo. Shabiki wa Simba, wa Yanga, endelea kutufuatia. Asante sana. Naam, tumeshuhudia mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Mechi hii kipindi cha kwanza iliisha bila, lakini kipindi cha pili Yanga imepata goli kupitia kwa Pacome Zouzoua. Niko na mashabiki wa Simba na Yanga, watakwenda kutupa tathmini ya dakika 90. Wao wameona vipi mechi? Wameburudika? Refa amefanya vizuri au refa kuna sehemu amejikwaa? Tumepata nafasi za kuzitumia, tumeshindwa kuzitumia. Kipindi cha pili wenzetu wamepata nafasi moja, wamepitia chuma. Yanga penda ubingwa lazima nibebe. Timu yangu iko vizuri, ina posesi. Nina imani na timu yangu itashinda kombe la ligi. Vipi, tunaona Mwalimu Fadlu mechi ya 6 imefungwa. Vipi kwa maoni yako kwa upande wa kocha? Maoni yangu mimi bado na imani naye kocha Fadlu. Na imani naye sana. Timu itafika mbali mno, na imani naye mno. Bado tujaanza ligi hii kwa tu ngao ya jamii. Tujaanza ligi. Unasubiri mwanze ligi? Tuanze ligi. Kwa ubingwa unabeba? Ubingwa anachukua mikononi mwa Young Africans. Huyu ni shabiki wa Simba, yeye anasema kwamba ubingwa wanabeba. Nikurudie shabiki wa Yanga. Mambo vipi? Poa, mambo yanakwendaje? Safi kabisa. Wewe jina lako nani? Kwa majina mimi naitwa Kevin Tembo, shabiki wa Yanga kindaki kabisa. Hongera bwana. Asante sana. Mmeshinda goli 1-0. Kipindi cha kwanza mlikuwa mmebanwa sana na Simba, lakini kipindi cha pili mmepata nafasi moja tu kupitia kwa Pacome Zouzoua na mkafunga. Vipi kwa upande wako? Siku zote timu kubwa ni timu kubwa tu. Sisi kama Yanga kikosi chetu kiko vizuri. Yanga hata leo hii mimi nikapewa kuwa kocha wa klabu ya Yanga. Kwa vyovyote vile sisi ndio mabingwa hapa. Wafanye utaratibu tupike supu pale Yanga kama kawaida yetu. Mtani hana cha kutufanya sisi kwenye ligi. Na niseme kitu kile, ndugu mashabiki wenzangu, tulikubaliana tunapiga kichwani, kweli tumepiga kichwani. Ikumbuke kwamba Simba nao wamesajili. Wao hawajasajili wachezaji walio bora zaidi. Hamna kitu, kuna huyu mchezaji wamemchukua Mamelodi Sundowns anamuita Mahema, sijui Mahema huyu. Umeona kile kichwa alichopiga? Waliotoka Mamelodi ni wawili, ni Delok pamoja na Mahema. Sasa Mahema jamani, kile kichwa alichopiga pale jamani, mmeona? Yule mchezaji Simba wamepigwa. Mimi sikutegemea mchezaji mkubwa kama yule anaweza kapiga kichwa kama kile. Shabiki wa Simba, eti mmepigwa kwa Mahema. Vipi kwa upande wako? Mimi kwa upande wangu kwa Mahema hatujapigwa bado, ligi bado ni mbichi. Tupe mtazamo wako. Mechi imeisha. Kwanza naitwa Nebat Elia. Kumba kwa mtazamo wangu kwa hii kikosi cha Simba nina imani nacho kabisa. Kufungwa goli moja
sioni shida kwa mtani. Mmefungwa mara 6 mfululizo, sio mmefungwa goli moja, yaani mechi 6 mfululizo mara 6 mfululizo. Nina imani nacho, ila nategemea kwenda klabu bingwa nichukue ubingwa wa Afrika. Unafikiri shabiki wa Simba na mshambuliaji hatari Jonathan Sowa, unafikiri angecheza leo hii angewakomboa? Angetukomboa kabisa, yule ni fundi. Unafikiri kwa nini? Kumbuke sheria zinaruhusu kwamba avuke na zile kadi hata kama anacheza ligi hiyo hiyo. Kwa hiyo zile kadi bado zinafanya kazi. Sawa, akiingia ligi kuu inaonywa kazi kwenye ligi kuu hiyo itafanya kazi. Sasa na imani naye, kikosi cha huyu mzee alichokisuka mimi na imani nacho. Huyu ana imani na kikosi cha Fadlu Davis. Shabiki wa Simba, naona upo kinyonge sana. Vipi kwa upande wako? Sipo kinyonge sana kwa sababu na imani na kikosi changu. Kuhusu na Fadlu mwalimu sina wasiwasi naye. Una wasiwasi na Fadlu alivyoingia leo? Sina wasiwasi naye kwa sababu mpira una matokeo mawili. Moja, kama hii finali ni ngao ya jamii. Kwa kuna kufungwa na kufunga. Lazima mshindi apatikane. Kipindi cha kwanza mlikuwa mmewawini sana watani zenu. Wapi kipindi cha pili mmefeli? Zile ni mbinu tu. Kwa sababu mchezo wa mpira una technique. Unaweza kukosea kidogo afu kafungwa. Kwa hiyo Fadlu amezidiwa mbinu. Sio kama amezidiwa mbinu, hajazidiwa mbinu. Ila wenzetu wamepata nafasi wamezitumia, sisi tumepata nafasi tumezikosa. Wachezaji wenu wabovu. Nashukuru sana. Huyu ni shabiki wa Simba, yeye anadai kwamba timu yake bado iko vizuri. Hii ni bahati tu kwamba Yanga wamepata goli kipindi cha pili. Asante sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia na kututazama ndani ya channel ya Diksat Media. Big up sana, tulikuwa hapa kibanda kwa kibanda hapa maeneo ya soko juu kwa Motela almaarufu. Asante sana, nilikuwa na mashabiki wa Simba na Yanga. Basi wewe ambaye ni mara ya kwanza kabisa kutufuatilia, usisahau kusubscribe hapo chini. Asante sana, mmetisha sana wanangu. Asante kwa uchambuzi sana. Sisi ndo mabingwa wenyewe. Sasa mkitaka